Hautaki. Na kuuliza wewe, hautaki? Janet, umependa? Niambie, umependa? Ndio. Kumbuka kwenye hili hautakiwi kupenda. Na nilishakwambia sisi ni wachawi. Hauwezi kupenda mpaka tunavyotimiza makubaliano yetu. Na usisahau kwamba nilikubaliana mimi na wewe kunisaidia kulipa kisasi. Kumbuka na huyu yuko ndani ya kisasi. Lazima tumalize na tukamilishe agenda yetu. Unawezaje kupenda kirahisi hivyo? Huyu lazima afe mpaka tuje kutimiza makubaliano yetu, ndio uje kupata mwanamume wa kumpenda wewe, sio kwa huyu. Mama, nimechoka kuua. Nimeshamuua mwanaume wa kwanza mpaka wa 8. Kwa huyu hapana. Kama kukusaidia kulipa kisasi, nimeshakusaidia sana mama. Nimekusaidia sana tena sana. Alafu ukizungumzia makubaliano, mimi na wewe tulikubaliana kwamba utaenda kumfufua kaka. Kwa nini umemfufua mtu ambaye ameshakufa na ameshasahaulika? Unadhani anaweza kuwa kama sisi? Anaweza kuwa kama sisi mama? Anaweza kuwa binadamu wa kawaida? Nimegundua unafanya zaidi ya kisasi. Unatafuta nguvu ya ziada. Mimi siwezi kuwa kama wewe mama. Na sitaki kuwa huyu mtu. Kwa hiyo mimi na wewe tuishie hapa. Huyu mwanaume mimi nimempenda na siwezi kumuua. Hatuwezi kuishia hapa kwa sababu bado hatujamaliza mkataba mimi na wewe. Na kuhusu kumfufua kaka yako, huyu nimemfufua kwa maslahi yangu binafsi. Hausiki kabisa kwa mkataba huu mimi na wewe. Na huku tunakoendelea naona inaenda kuwa vita ya mtoto na mama yake, kwa sababu kama wewe ni mchawi, hata mimi ni mchawi. Unataka kutengeneza vita. Unashindana na mama yako kutengeneza vita. Kumbuka mimi na wewe, mimi nilianza uchawi. Kwa hili aliishii hapa, litaendelea mpaka hili tunalimaliza. Nitamlinda Mungu wangu kwa sababu nampenda na nataka kufanya naye maisha. Kama wewe mama ni mchawi, hata mimi ni mchawi. Tutaona. Janet! Yule mama ni mchawi. Tena sio mchawi, ni gwiji. Wewe umejuaje? Ebugo, wahenga wanasema dunia haina siri, na nataka unisikilize kwa makini sana. Napoongea hivi nina maana kubwa sana. Dunia haina siri. Ni kweli dunia haiwezi kuwa na siri. Sasa inawezekanaje kipindi ambacho nakuletea binti ukamuona anafaa, ukamsifia na ukasema anafaa kwenye ukoo wetu, familia yetu? Kipindi hicho dunia ilikuwa ina siri. Baada ya makubaliano yote na hatua za mwisho tunaelekea kwenye ndoa, ndo dunia imekuwa haina siri. Kwa mkuja kuvumbua kwamba mama yake na binti ni mchawi tena asiyofaa. Nisiowe, niache. Sio kweli. Yaani sijakuelewa bado. Nijibu swali langu. Yaani wewe umejuaje? Umeambiwa na nani? Inawezekanaje? Ebugo, mimi kutokana na utu uzima wangu, baada ya vyote kufanyika, lakini bado nikabakia tena nafanya uchunguzi kwa kina, kwa sababu katika dunia hii ni bora ukosee vitu vyote, ni bora ukosee hata kujenga kuliko kukosea kuoa. Kwa hiyo nilijitahidi kufanya uchunguzi wangu kwa kina, ndio nimebaini hilo. Kwa hiyo sina nia mbaya na wewe. Pointi yako ya mwisho ni hivi? Pointi yangu ya mwisho, pamoja tu ulitoa kila kitu, ulishalipa mahari na kila kitu, mimi nakuomba hiyo vitu samehe. Baba, kuna misemo mitaani inazungumza kwamba kuna utofauti kati ya huyo baba na dad. Dad kwanza na mapenzi na mwanae, hawezi kumruhusu kuingia kwenye mchakato wowote kabla hajafanya uchunguzi wa kina na kama. Ila wewe ukufanya uchunguzi wowote, uliruhusu na mimi nikampokea, nikampenda. Hivi unafikiri watu wote wanaenda kufunga ndoa wanafunga ndoa na watu sahihi?
Mtu anaenda kuoa familia ya wezi, familia ya wachawi, familia ya makahaba. Lakini sio kila familia ya kahaba anatoka kahaba, na sio kila familia ya shehe au padri anatoka mtu mwema. Tukiwatenga watu wabaya itakuwa vipi? Mimi nifikiri umekuja na wazo, kama kweli kuna hicho kitu umekihisi baada ya ndoa nini kifanyike, ila unakuja na wazo kwamba niache. Kwa hiyo tukiwatenga inakuwaje? Hichi kitu ulichokileta ni uongo, unaonekana una mpango binafsi. Kama unamtaka yule mwanamke ili mimi nimwache yule binti, useme. Hebugwa, usinifikirie hivyo unavyofikiria wewe. Nikufikirieje bwana, niache? Shukrani zote anastahili Mwenyezi Mungu, mlezi wa kila kitu. Nafahamu tunapendana, na ninafahamu hauwezi kunidanganya kwa sababu mahusiano yanahitaji kweli. Kama utanidanganya kule mbele anaweza kaleta changamoto. Janet, tafadhali nijibu ukweli. Nijibu ukweli. Eti mama yako ni mchawi? What? Hebugwa, yaani uchawi? Hivi unaniangalia kwa uoga au? Hebugwa, mimi na uchawi wapi na wapi? Janeti, uchawi hauna mtazamo. Unaweza kuwa mrembo ukawa mchawi, unaweza kuwa mbaya ukawa mchawi, mrefu ukawa mchawi, mfupi ukawa mchawi, kibonge ukawa mchawi, mwembamba ukawa mchawi. Yaani mchawi anakuwa vyovyote vile ambavyo anaweza kaamua, kwa sababu mchawi ni binadamu kama wewe. Nimekuuliza tu swali, upasi kunidanganya, upasi kunijia juu, upasi kunitisha, yaani upasi kunijibu kwa matisho, bali nijibu direct. Nataka kujua kwa sababu nikwambie tu ukweli. Kama hautakuwa mkweli afu ukaja kubainika ukweli, unategemea mapenzi yatakuwaje? Au unategemea kwamba itakuwa vipi? Kwa sababu kwanza, bila kukuficha, mwenzako mimi na allergy na wachawi. Kwa umetoka huko kote, umekuja kuuliza kama mama yangu ni mchawi au sio mchawi. Hivi kwa unavyoitazama hii familia, unaona namiliki uchawi? Hatuna mpango wa kumiliki uchawi leo au baadaye. Kwa hiyo umenifedhesha sana. Na kwanza na kisasi na wachawi. Na kuuliza kwa maana ili tumalize mapema kabisa, kwa sababu tunapendana. Sitakuwa na kisasi na wewe, sitakufanya chochote. Lakini ukanidanganya nikaja kujua wewe ni mchawi mbele ya safari. Hata kama nakupenda kiasi gani, hata kama tumezaa watoto 20, yani nitakuua wewe na watoto wote, nitawaua. Kizazi cha wachawi sitaki. Sasa kuna maana gani ya kuwa na mahusiano kama hata wewe huniamini mimi? Unawaamini watu wengine huko ambao wanatuchonganisha sisi tuonekane ni wachawi. Hebu umefikia hatua hiyo? Ina maana umeshindwa kutoka nyumbani kwenu kuja kuniuliza mimi na ukaamua kuwasikiliza watu wengine. Umepata wapi muda wa kukaa na hao watu? Umepata wapi muda wa kukaa na hao watu? Kwanza namchukuliaje mama yangu? Hivi unajua ni mwanamke ambaye mimi namheshimu sana? Hivi unajua yule ndo mama aliyonileta mimi duniani? Yaani katika maisha yangu sijawahi kuona akifanya jambo lolote baya linalohusiana na uchawi. Wewe unawezaje kuja kuzungumza kirahisi kabisa eti uchawi, mama yako ni mchawi? Unapata wapi ujasiri? Sikiliza. Naona kama una panic kidogo. Ni swali tu nimeuliza. Lakini maelezo yako yanaonyesha kuumizwa na jambo nilokuuliza. Samahani kama nimekukwaza. Nisamehe, nimekurupuka. Nilitakiwa nifanye uchunguzi. Nimekuumiza. Sawa na kumsingi. Wakorea wanasema biane. Kiaibu, nisamehe mchumba wangu. Ukitaka nikusamehe siku nyingine tuliza kichwa chako. Usisikilize maneno ya watu kwa mtaani. Wakorea wanasema biane. Uchawi mwingine. Mbona ufanye jambo na wewe? Unakuaga wanajizungusha, fanya basi jambo. Bye. Bado ja. Basi na mistaki. Fanya jambo. Sasa unataka jambo gani na wewe? Umetoka kunikwaza afu unataka jambo. Haya basi bye. Hujafika kwenye mwili staki.
Mzee, yaani sijataraji kabisa, sijataraji maneno ulionisimulia hapa chini yameniponza. Nimeonekana sina akili. Nimefika pale kwa yule mwanamke, ikabidi nimuulize ukweli. Yule mwanamke ni mkweli, hajawahi kumdanganya siku hata moja. Kaniambia yeye sio mchawi tena. Nimemtoa machozi, kaumia. Maneno yako ulionilisha amenitoa mimi akili, na hapa nikafikiria, huyu alioniambia mimi haya maneno hawezi kuwa baba yangu. Wazungu kuna namna wamefanya, pengine babangu ashakufa kitambo, wameniletea AI ndani. Mimi AI? Wewe ndiyo mzee wangu. AI wewe? Tena wewe na wajomba zako ndio ma AI, sio mimi. You try to call me AI. Wewe ni AI. Okay, daddy. Sorry. Kwanza nataka nimekupatia kukuita daddy. Wewe ni baba. Baba ambao ufikiri una fikra leo na kuvunjia heshima. Mimi na kuvunjia heshima kwa sababu hauna hekima. Haufikiri kwamba huyu ni mwanangu anastahili kuishi kuwa na maisha bora, kuoa, akatengeneza familia yake. Unakosa maneno ya busara, unakaa unazungumza upumbavu tu kama mimi nisioe. Mimi ni mpumbavu? Umejitukana mwenyewe. Angalia unaongea na nani. Mimi ni baba yako, na uwe na nidhamu na uwe na heshima. Pumbavu mkubwa wewe. It is okay. Lakini nataka nikuhakikishie, sitafuata maneno yako kuanzia leo. Sikiliza, au na akili? Kwa kuwa wewe mimi ni mwanangu, sintokubali wewe upotee. Bora mimi na wewe twende kwa mganga. Baba, sasa hapo unapata majibu kwamba wewe mzee ni mbaya, ni mshirikina. Mimi na ushirikina ni vitu viwili tofauti. Sitafanya hicho kitu unachokitaka, na sitafuata maelekezo yako. Na kuanzia leo mzee, ukirudia kuongea masuala ya ushirikina, uchawi, uganga, ukamtaja na mchumba wangu, mzee wangu, na kwa pia Mungu na hamia huko, nitaishi ukweni. Mzee, wale wananipenda. Yule mkwe ananipenda, mwanae ananipenda, nitakaa pale mzee. Nitakaa pale kama umenichoka. Nitakaa pale, unanitengenezea drama nyingi mzee. Ama siwezi kukusaidia shida yako. Kwa nini mganga usiweze kunisaidia shida yangu? Mimi hapa siwezi kukusaidia wewe. Kwa nini mganga, na wakati hata sijaeleza hata shida yangu hata moja? Unadhani mimi ni mganga tapeli kama huko mtaani kwenu? Ninaijua shida yako kabla hujaja hapa. Kivipi? Nataka nikwambie, kwenye mkono wako umebeba karatasi. Na hilo karatasi lina jina la mtu. Nikusomee? Ili nihakikishe nisomee. Limeandikwa Haibugwa. Ni sawa. Hapa naweza kusaidika. Mimi siwezi kukusaidia. Sasa wewe ni mganga wa aina gani? Kwa sababu kufika kwangu hapa nimeona una uwezo mkubwa sana. Unatakiwa kutambua kitu kimoja wewe dada. Kila daktari ana section yake. Kuna daktari wa upasuaji wa miguu na kuna daktari wa upasuaji wa kichwa. Kwa hiyo mimi siwezi kukusaidia shida yako. Halafu kuna mtu muhimu sana anakuja hapa. Naomba uondoke. Kwa hiyo ina maana mimi sio mtu wa muhimu hapa? Hilo umesema wewe, sijasema mimi. Na huyo mtu ambaye anakuja sitaki kukute hapa. Anakufahamu wewe. Mtoto mwenye adabu hupunguza kimo. Mtu akitembea kwa muda mrefu, ule wewe unakuwa umechemka sana. Si maji tu, hupunguza kuchemka mwili. Hata kivuli pia kinasaidia. Ngoja nikae, usije ukasema nimemfuata baba yangu, maana nutusi naondekea sana. Umeona sasa kilichotokea?
Mtu mpaka anakuja kukuuliza, ina maana tayari kashapata fununu. Mimi nimekwambia tulifanya ili limalizike, liishe. Kinakushinda nini? Tushamaliza wanaume 8. Huyu tupo kwenye wa 9. Kwa nini tusilifanye ile jambo likaisha? Mama, lakini siwezi kumtoa mwanaume ninayempenda, na unalijua hilo. Yaani siwezi kabisa, na siwezi kuendelea na hii mission kabisa. Mimi naomba tuachane nalo. Kwa nini tusifanye maisha mengine mama? Kwa nini tuendelee yaani kila mkoa tunaotoka lazima tufanye hili ndio tuondoke? Huu ni mkoa wa 9 sasa mama. Sasa hivi nataka kuolewa, niishi na ndoa yangu, niwe na familia yangu. Kumbuka huo si mpango wetu. Na mpango wetu kumaliza wanaume 11 ili wewe ndio upate mwanaume anayekufaa uolewe. Na ndio utaishi naye kwa furaha. Na si hawa. Mama, lakini unajua kwamba nampenda sana. Ndiyo. Sitaki kumpenda mtu katikati ya mission, katikati ya mpango wetu. Lakini hii ni tofauti kwa sababu nimechoka. Nimechoka kufuata taratibu ambazo unanielekeza kila siku nifanye hivi. Mama, hapa siwezi. Kama ni kisasi mama, kwa nini tusiishie hapa? Kwa nini tusifanye maisha mengine? Mbona watu wanaishi kama kawaida tu? Kwa nini sisi mama? Kwa nini sisi tuhame kila siku? Ina maana tutafanya tukio tena hapa, tutaondoka tutaenda mkoa mwingine, si ndio mama? Huyu tayari ameshapata fununu. Inabidi ufunge naye ndoa ili mbele mission yetu iende. Kwa sababu hata ukija kuishi naye atakuumiza tu akishakuja kupata ukweli. Lakini mama, huyu ananiuma sana. Nashindwa sijui nafanyaje. Mazali umeshamtoa kwenye wasiwasi. Wewe funga naye ndoa. Hii ndio nafasi tulionayo. Huyu ni wakufa tu. Na ukishamalizana na mpango wetu, utapata mwanaume mzuri wa kufunga naye ndoa na mkaishi. Sawa mwanangu? Sawa mama, nitafanya hivyo. Lakini nilimzoea. Nilitamani aje kuwa mume wangu, baba wa watoto wangu. Nimemfanya kuwa mtu wa karibu kuliko mtu yoyote. Na unajua mimi sijai kuwa na rafiki, si ndio mama? Nikamgeuza yeye kuwa mtu wangu wa karibu. Lakini naye namuua. Sawa. Ataondoka kama walivyoondoka wengine. Haona nisingefanya hivyo pia. Ila mimi ni tofauti. Mzuri. Anafurahisha. Amekuwa faraja kwangu. Eti nilikuwa nasubiria heshima yangu. Hapa mkubwa mimi. Shikamoo. Tuna salamu zetu, halafu heshimu ofisi za watu. Sasa dokta, mimi nimekuja hapa nina shida. Najua shida yako. Kuna mtu mmoja kumuulizia. Anaitwa Zasha. Janet. Jo. Naona kuna mtu anatufuatilia. Ni nani mama? Mwenye uwezo wa kutufuatilia sisi? Hilo jina ni hatari sana. Ngoja nikwambie kitu mzee wangu. Huyo Zasha sio mwanamke wa kawaida. Kuja kwako tu wewe hapa umeshanigharimu. Nilitaka nije kuzuia huko ili usifike. Bahati mbaya nilikuwa na mgeni. Sasa sikia nikwambie. Tayari ushachunganisha. Zasha ni mwanamke mchawi sana. Mimi sijamuona. Ila mwanangu na uwezo mkubwa. Hebu tazama wewe.
Mimi namuona mganga mama, ila huyu mtu pia sina uwezo wa kumuona. Mimi nashangaa ni mganga yupi wewe mwenye ujasiri wa kutufuatilia sisi, wakati waganga wote wa huu mkoa wako chini ya uwezo wetu sisi wachawi, na pia tulishawapa onyo kwamba wasitufuatilie. Mzuri Hivi huyu Mzuri ana ujasiri gani wa kutufuatilia sisi ikiwa tumeshawapa onyo hatutaki kufuatiliwa na wala hatutaki kutolewa siri zetu? Yeye anawezaje kufanya hivi? Alafu Mzuri akipataga wateja si wa kwanza kunifuata huyu. Kwa nini ili analifanya kwa maamuzi yake binafsi? Anajitia kiburi. Ninachokwambia kitu kimoja, inabidi uende ukamwambie Mzuri kwamba hatutaki kufuatiliwa wala kutolewa siri yetu hata hii, na kama ameitoa ahakikishe anaizima, na kwenye huu mkoa hatakiwi kubaki. Hakikisha anaenda mbali na hapa. Hivyo unavyofikiria ni hivyo hivyo, ni muuaji. Ndio mwanangu anataka kuzama huko, ndio maana nimekuja hapa. Dokta, naomba unisaidie. Ni sawa, nimeona mwanao anataka kumuua binti Zasha. Sasa basi, huu ni mpango maalum. Huyo mwanamke kashawaua wakwe zake 8 na huyo mtoto wako ni wa 9. Hapo ni mpango maalum. Kikweli hapa hakuna mapenzi, mwanao anaenda kuuawa. Sasa nitafanyaje dokta? Na wewe naamini ndio msaada hadi unaweza kuliona hilo dokta. Naomba unisaidie. Jeni, kuna vichaka vingi huko njiani, kuna vichaka vingi. Haja ikubana, angalia kichaka cha kuchutama. Muda huu watakuwa njiani wananifuata hawa wachawi. Cha kufanya, wewe ondoka, usikutane nao. Nimetika wito mzee. Ndio. Mwanangu, mimi natambua kwamba mimi na wewe hatuelewani. Lakini mwanangu, naomba unisikilize. Mimi nakupa ushauri. Kwa kuwa mimi baba yako, sihitaji kuwa baba, ila sasa hivi nahitaji kuwa dadi. Sasa basi, mimi nakuomba kitu kimoja mwanangu. Fanya kitu kimoja. Wewe nenda kwa mganga. Ili kujiridhisha. Nakuomba. Niko chini ya miguu yako mwanangu. Mimi nikiwa kama baba yako. Niko chini ya miguu yako. Mimi ndio nimekukosea wewe. Ila nafanya hiyo kwa sababu alafu utakachokipata huko utaniambia. Nakuomba baba. Mzee. Sawa. Siwezi kuendelea kukataa kwa sababu umesema unataka ubadilike utoke kwenye baba uje kwa dadi. Kabisa. Sawa, sawa. Hebu niache ubishi zaidi. Ndio. Kwa mganga yupi? Niende. Mimi nakushauri kitu kimoja. Kuna mganga mmoja mimi namwamini sana. Anaitwa Mzuri. Hapo unataka uingie kwenye target yangu. Yaani kwamba kumbe ushapangana naye. Alafu unasema unataka kuwa dadi. Yaani unapangana na mtu alafu unasema ndo. Kwa hiyo atashindwa kuniambia kitu ambacho umeongea wewe mzee. Bubwa, sina maana hiyo mwanangu. Nimekuambia nataka niwe dadi. Nataka niwe dadi. Sasa kwa kuwa wewe una imani na huyo Mzuri, sasa mimi nakuomba wewe mwenyewe tafuta mganga wako popote pale, afu ujiridhishe. Nakuomba baba, niko chini ya miguu yako. Basi. Haya. Sina hela mimi. Nafikiri unaniwezesha gharama. Hata nikisema naenda Tabora unaniwezesha. Hilo halina shida. Sawa. Sawa mzee. Kama umeelezea nikatafute mganga wangu yoyote. Ndio. Mimi nitaenda kwa waganga 6. Naanza na huyo Mzuri. Sawa.
Fanya maandalizi sasa ya mtoni. Na hela ya kula, ya kunywa maji, Yaani kuhusu hilo, Ebubwa, kuwa na amani. Ni wewe tu. Madamu umeshakubali, mimi nafanya mchakato. Sipandi daladala, nataka hela ya pikipiki. Umekuja wewe, nikajua atakuja Kikongwe. Ramli yako ni nzuri sana Mzuri. Hebu tazama tatizo langu jingine. Mama yako amekuagiza uje kwangu. Unataka niseme hicho kuagiza? Hapana. Kwa kuwa nimefika mwenyewe nitakuelezea. Mama ameniambia nikwambie uhame kwenye huu mkoa mara moja. Siri ulioitoa hakikisha unaibatilisha na ulichokielewa kionekane cha uongo. Siwezi kubatilisha. Mzuri, unataka kufuata sheria zetu kama mwanzo na uhame kwenye huu mkoa. Janeti, siwezi kufuata sheria zenu, nimechoka kufuata sheria zenu kwa sababu mnateketeza watu kila mkoa. Mzuri, unatakiwa kuhama. Sihami Janeti. Hama, sihami. Hama, siondoki. Unabishana na sisi? Nabishana na nyinyi. Ina maana hautofuata sheria zetu. Sifuati sheria zenu na siondoki hapa. Mzuri, unatukaidi sasa hivi. Ninawakaidi.